Niaje bwana? Poa sana. Fiti. Sasa siku ya leo tulikuwa tumepanga utakuja utuelezee masaibu yako ya maisha. Kwa kitu ya kwanza unasabia watu unaitwa nani? Mimi naitwa Ras. Hapana, hakuna mtu anaitwa Ras. Unafaa kuwa na jina yako ya ID. Ni Ras. Ni Rasta. Okay, Rasta umesaliwa wapi? Nimezaliwa hapa Kenya. Hapa Kenya. Specific area? Kenya tu as a whole. Ile kitu nafaa kujua wewe ni Mkenya. Kenya ni kubwa. Mimi ni Mkenya. Uliniambia hadi umewahi kwa jela. Ni masaibu gani ulipitia huko? Unajua jela. Unakuta pale hakuna baba yako, hakuna mama yako. Na unakuta pale ukiingia jela hivi kwanza siku ya kwanza unakaa miezi 3 bila kupupu. Bila kupupu. Ndio nini? Ile machakula yenye unakula inaishia tu hapa hivi, yani hata ifiki kwa tumbo. Sasa kwa miezi 3 ndio tumbo ianze kudevelop. Unawezaje kaa miezi 3 huko? Unakaa. Wewe unaweza na unakula. Aje sasa. Unakula, inawezekana chali yangu. Hujaipitia hizo place. Sijaipitia. Na nikuuliza hiyo mambo inakuaga sijui jela. Lakini unajua Ida si jela. Ida ni romande. Ida ni romande. Kuna romande na kuna jela. Sasa nikuuliza. Nasikiaga sijui huko jela watu ukiingia huko unaweza fanywa bibi ya mtu. Ni ukweli ama? Ni ukweli. Huko kuna Madija, kuna Asha. Na si story jupi. Ukiweka tumbo mbele. Ukiweka mtu wa njanja, jela lazima utolewa. Na nikuuliza kwa nini unafaga kiatu namba ngapi? Namba 15. Namba 15. Buda. Serious ni 15. Wewe unaweza ivana na buti yako na utembee. Hapo ni noma hiyo na. Wala hiyo unavaa na buti yako na unatembea. Na sasa tutoke hapo. Ni masaibu gani ingine umewahi pitia ya uchungu? Mimi nimewahi fanya kazi ya kutengeneza makofi. Unajua kofi? Sanduku za maiti. Nimewahi pitia masaibu. Ulikuwa unatengeneza coffin? Nimefanya hiyo kazi. Hiyo ndio kitu nimefanya kwa maisha yangu. Karibu nusu ya maisha yangu. Half of your life. Half of my life nimetengeneza makofi. Unajua kutengeneza kofi lazima ujipime ndani. Na uko hai. Unaweza? Unajipima ndani. Na si utani. Sasa siku moja makarao watokee. Watutokee ile off guard. Sasa waliwatokea juu ya nini? Ilikuwa ni kama wakati wa protestant hawa ku protest. Hiyo wakati wa maandamano. Walipita place yetu na tukakuwa hatuna otherwise. Wakachanganyikana na sisi. Sasa ikabidi tujimix makarao tuforce tuingie kwa hizo makofi na angalia vile mimi natoshana. Mazi sikutoshea kwa kofi. Wewe ni Goliath. Wallahi sikutoshea kwa kofi. Na ilibudi niingie mgunusu ikabaki. Tali yangu hiyo masaibu ndo nimewahi pitia kwa hii life. Uingie kwa kofi na hujakufa. Keti tu. Hiyo ndio masaibu. Imagine niingie kwa kofi na hujakufa. Buda. Alafu nyingine sasa. Nishawahi kuwa blackout. Kuna time nilikuwa nakatanga maji. Nikakuwa blackout. Kukata maji ni kulewa. Kulewa. Nikajipata city mortuary na watu wenye wamenyuria. Buda. Ongeresha watu. Ilibidi. Ulijipata city mortuary. Unajua pale natupanga ghasia yoyote. Ndani wazee wenye wamenyuria. Brother ilibidi nikae on your mark. Nilikuwa nimetolewa t-shirt peke yake. Ningojea ule jamaa kama afungue mlango. Baadaye alifungua mlango, nilipita na ilikuwa amefufuka. Nairobi mzima amefufuka. Naendea mtu hivi besi yangu, niaje mtu wangu amefufuka. Niaje. Kila mtu ukimwendea walitoka siaka bio baya. Ati amefufuka aje. Alafu nilikuwa na madent. Sasa unajua nakaa tu mtu amefufuka. Mwenye alikuwa amegenya. Wallahi. Wazee masaibu ya maisha yao bwana. Hiyo na nani walikupeleka ni makarao ama ujuaje? Ni ile nadhani nilimix ilikuwa wakati wa El Nino.
Ni kitambo 1998 1997. Ulikuwa unashanaje? 98 nilikuwa nimesali. 98 nilikuwa naingia college. Ilikuwa hiyo time El Nino. Hiyo wakati nilikuwa naingia college. Sasa leo unamixiwa na wale ma dead bodies. Nikajipata city mochari chali yangu. Hora. Kila mtu alinikimbia. Na ulijuaje umefufuka? Sikuwa nimefufuka, sikuwa nimenyuria. Si nilikuwa hai. Ile nilikuwa blackout. Sasa makarao kutaka kukuwa na time hata kunipeleka kwa consultation pale casualty ndio waniprove nimenyuria ama niko hai. Nitupa tu city moja wanaona tu kama nimenyuria. Hawakutaka kukupima. Hawakutaka kunipima wajue kama niko hai ama. Sasa mimi nikiwa huko ndio malaika wangu akanitokelezea nikajikuta nikicheki hivi watu wamenyuria, watu wamekaa kama statue Buddha. Wamegenya watu kaa dhao. Wengine wananuka, wengine wanasema umeoza, wengine wana majicho, wana magego. Hata mwingine alinyuria kaa kuna taksini kwa mdomo, hata nishindwa alinyuria. Alikuwa anachonga, alikaukiwa na mafi. Huyo alikaukiwa na mafi, sasa ndio maana akafanya nini, akamanyuria. Sasa na kitu kingine nataka kuuliza, unafutaga bagi? Mimi wanavuta harufu, mimi sivuti bagi. Mimi huvuta harufu. Harufu ya bagi. Unazaje futa? Mimi huvuta harufu ya bagi. Ndio macho zangu, mimi huvuta harufu ya bagi, sivuti bagi. Ukipatana na bagi unaondoka. Unaenda pale kando kukaa. Mwenye anafuta unasikisia harufu. Kwa hivyo hata mwenye anaweza kuwekelea juu ni rasta. Si lazima uko rasta na uvute bagi. Huyo mtu anaweza kuwa anakuona vibaya. Ananiona vibaya. Kwa hivyo hata karau akipatana na wewe tu hapa hivi aanze kusema unafuta bagi, kumbe yeye. Do not judge a book by its cover. Fungua, angalia content. Ndio utachambua, utajua ile book. So tutaendelea na story yetu kutoka hapa. Haina ngori mzito. Kesho masaa hiyo tunafanya part 2. Haina ngori. Tujue kama uko na familia, kama uko na bibi, kama uko na watoto na majina yako ukumbuke, utatupea na umesaliwa wapi. Haina ngori. Sawa? One love.